بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والإخوان المسلمون انقسموا إلى قسمين. القسم الأول البنائية. Kipengele ambacho muallif anakifuatisha ni kipengele cha kuonyesha mgawanyiko wa makundi mawili ya kundi la Ikhwanul Muslimun. Anasema hafidhahu Allah ta'ala: wal ikhwanul muslimuna, na kundi la Ikhwanul Muslimun, inqasamu ila qismain, limegawanyika katika makundi makuu mawili. Alqismu alawwal, kundi la kwanza, albanaiya, wafuasi wa fikra za Hasan al-Banna. Wafuasi wa fikra za Hasan al-Banna. Kundi hili analeta maelezo yake kwa ufupi na ataleta mifano huko baadaye ya kuonyesha yale ambayo yamekuwa sababu ya fikra za Hasan al-Banna zijenge pote katika mapote yaliyomo ndani ya al-Ikhwanul Muslimun. Anasema nisbatun ila muassisi tanzimi Hasan al-Banna. Hili kundi kuitwa al-Bannaiya ni mgawanyo ambao unatokana na nisba kunasibishwa ila muassisi tanzim, kunasibishwa kwa mwanzilishi wa kundi la Ikhwanul Muslimun ambaye si mwingine ni Hasan al-Banna. Nisbatun ila muassisi tanzimi Hasan al-Banna, unasibishwaji kwa yule muasisi na mwanzilishi wa kundi la Ikhwanul Muslimun Hasan al-Banna. ويدعي أصحاب هذا الفكر أن حزبهم جماعة إصلاحية. ويدعي أصحاب هذا الفكر أن حزبهم جماعة إصلاحية. na wanadai wafuasi wa fikra hii ya al-Bannaiya wanadai ya kwamba anna hizbahum jama'atun islahiyya, ya kwamba kundi lao, kundi la Hasan al-Banna, kundi la Ikhwanul Muslimun, kundi hili ni kundi kwa ajili ya kutengeneza. Jama'atun islahiyya ni kundi la kurekebisha hali na kutengeneza hali, kuanzia hali za Kiislamu na Waislamu na hali za kijamii pia, malezi, huduma za kijamii, lakini pia kupambana na zile changamoto zinazowagusa Waislamu au changamoto zinazowagusa wanajamii kwa ujumla.
kundi hili likawa linadai kwamba linasimamia maslahi na marekebisho ya hali za watu. Aliposema wayadai ashabu hadha alfikri, na wanadai, maana yake ni kwamba kundi hili lilipoitwa Albannaiya ni kundi la fikra. Yani kwa ujumla Ikhwanul Muslimun ni kundi ambalo limebebwa na fikra, na fikra kuu ni fikra za mwanzilishi wa kundi hili ambaye ni Hasanul Banna. Mwanzilishi wa kundi hili mwanzoni alikuwa na fikra gani? Fikra ambazo ndizo zikawa ni fikra za awali za kundi hili, na kisha baada yake kundi hili likabeba fikra nyingine, fikra ambayo msimamizi wake akawa ni mtu mwingine, kiasi ambacho likapatikana hili kundi katika fikra kuu mbili. Zikasimama fikra kuu mbili, zikafanyiwa kazi fikra kuu mbili, na waliozianzisha fikra hizo kuu mbili ikawa sababu kupitia wao kugawika al-Ikhwanul Muslimun katika makundi haya mawili, yani katika fikra kuu mbili ambazo ndizo zinasimamiwa na wafuasi wengine, zinasimamiwa na viongozi na watawala wa makundi haya katika miji na nchi mbalimbali. Kwa hiyo awali kundi hili mwanzilishi wake alikuwa na fikra gani? Alikuwa na fikra ya kwamba kundi lake analianzisha kwa lengo la kutatua changamoto zilizomo ndani ya Uislamu na Waislamu na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo likawa limejitambulisha kundi hili kuwa ni jamaatun islahia, ni kundi kwa ajili ya kurekebisha hali, ni kundi kwa ajili ya maslahi ya watu, ni kundi kwa ajili ya kuziondoa changamoto za watu. Hiyo ndiyo iliyokuwa nembo yao ya mwanzo, na mwanzilishi wa kundi hili Hasanul Banna akawa kasimamia hapo, na wafuasi wakawa wanalijua kundi katika nembo hiyo. Sheikh anasema illa an haqiqataha, isipokuwa ni kwamba hakika uhalisia wa hili kundi annaha akbaru harakatin muaradatin siyasiyatin fi ad-duwal al-arabiyya wal-islamiyya. Uhalisia wa hili kundi hakika yake ni kwamba ni harakati kubwa mno, harakati pinzani ya kisiasa fi ad-duwal al-arabiyya, katika nchi za Kiarabu, wal-islamiyya, na nchi za Kiislamu. Ni harakati kubwa mno pinzani. Harakati pinzani katika upinzani upi? Upinzani wa kisiasa, sio upinzani wa kiitikadi, sio upinzani wa kujenga misingi ya dini iliyoharibiwa. Ni upinzani wa kisiasa katika nchi za Kiarabu na nchi za Kiislamu. Kundi likageuka, badala ya kusimamia ile nembo yake iliyotolewa kwa watu na kudhihirika kwa watu kwamba ni nembo ya kutengeneza, basi likawa ni kundi ambalo harakati yake iliyobeba nembo ya uhalisia ni kundi lenye upinzani kwenye upande wa utawala na siasa kwa ujumla, na harakati pinzani dhidi ya vyama, dhidi ya tawala zilizopo madarakani zikawa zinapingwa na kupewa upinzani wa hali ya juu. Kundi hili ni kundi ambalo uhalisia wake ndio huo. Akaendelea kufafanua uhalisia wake akasema tahdafu ila taqwidhi anzimatil hukm, linalenga hili kundi kudhoofisha nidhamu za hukumu mbalimbali, nidhamu za kiutawala ambazo tayari zipo, zimewekwa, zimechaguliwa kupitia nidhamu zao mbalimbali. Wanabdhi taa, lakini pia hili kundi limelenga kutupilia mbali
utiifu kwa watawala, kutupilia mbali utiifu kwa viongozi na watawala. Wa tafriqi kalimatil jamaa, bali pia hili kundi limelenga kutenganisha neno la upamoja la Waislamu, neno la pamoja la kundi ambalo lipo chini ya utawala fulani, basi neno la kuwa chini ya utiifu wa utawala fulani, hili kundi likawa ni lenye kufarakisha, kutenganisha hilo neno, pakapatikana makundi chini ya utawala fulani, na ikawa sababu ni hili kundi la al-Ikhwanu al-Muslimun. Kwa fikra ile ambayo ilionekana ndio fikra mama, fikra ya asili ya hili kundi ya kutengeneza na kurekebisha hali za watu, uhalisia wake, kumbe lengo likawa ni siasa. Kwa hiyo katika kundi hili la al-Ikhwan al-Muslimun, hali yake ya mwanzo itokanayo na muasisi wake ilikuwa ni hali ya kisiasa na nidhamu ya kupingana na wanasiasa, kupingana na watawala, kupingana na utiifu kwa watawala. Ikawa fikra hii ndiyo inayoenezwa na inayosimamiwa. Bali pia walwusuli ila sultati bijamii alwasail almutaha, walwusuli ila sultati bijamii alwasail almutaha, ikawa lengo ambalo limelengwa na kundi hili, fikra mama iliyobebwa ya asili ya mwanzo ya kundi hili, alwusul ila sulta, ni kufikia katika utawala, nao watawale bijamii alwasail almutaha, kwa kutumia njia zote ziwezekanazo, kwa kutumia njia zote ziwezekanazo, sawaan akanat silmia au musallaha, sawa sawa hizo njia ziwe njia za salama, kwa maana njia za amani, au musallaha, au sawa sawa hizo njia ziwe ni njia ambazo ni za silaha, za nguvu, za mabavu. Ilikuwa sawaun akanat silmia, ilikuwa njia yao ya kufikia katika utawala sawa sawa iwe ni ya usalama na amani, au musallaha, au njia ya kubeba silaha na kupambana. Alqismu thani, kundi la pili katika makundi ya Ikhwan al-Muslimin, na fikra ya pili iliyobebwa baadaye na kuchukua sura nyingine. Ile fikra ya kwanza ikachukua sura nyingine ambayo ilisimamiwa na mtu mwingine katika waliokuja kueneza kundi hili kwa fikra za uandishi wa vitabu na makala na rasail mbalimbali. Kundi la pili, al-Qutbiyya. Al-Qutbiyya ni kundi ambalo liliongozwa fikra zake na Sayyid Qutb. وهي حركة إرهابية فكرية انبثقت عن تنظيم الإخوان الإرهابي وتنسب إلى سيد قطب، والتي ترى أن المجتمعات الإسلامية المعاصرة مجتمعات جاهلية، وأن الحكومات كافرة ولا تجوز المشاركة في الحكم أو ممارسة العمل السياسي في ظلها، ويجب جهاد هذه الحكومات، وهي أعظم جرما وأشد خطرا من سابقتها. anasema Allah muhifadhi rahimahullah wa hafidhahullahu ta'ala, wa hiya harakatun irhabiyya, nayo ni harakati ya kigaidi. Al-Qutbiyya ni harakati ya kigaidi fikriya, ugaidi wa kifikra. Ugaidi wa kifikra, ugaidi wa kifikra ni ule ambao unamfanya mtu kifikra aingie katika ugaidi wa silaha, aingie katika ugaidi wa kupambana,
baada ya kuwa tayari ana fikra za kigaidi. Kwa zile fikra za kigaidi zinapikwa na zinatengenezwa. Katika wale waliokuwa wanatengeneza fikra hizi ni al-Ikhwanul Muslimun, na hususan katika marhala yao ya utawala na uenezaji wa fikra zake huyu Sayyid Qutb. Imbathaqat an tanzim al-ikhwan al-irhabi. Hii fikra au hili kundi la namna ya pili lenye fikra hii lilijitokeza kutokana na tanzim al-ikhwan al-irhabi, ule utengenezekaji wa kundi la kigaidi la kiikhwani. Na haya mambo atakuja kuyaeleza kwa upana huko mbele, namna gani ambavyo al-Ikhwanul Muslimun walikuwa na tanzim, utengenezaji wa pote katika namna ya irhabi, katika namna ya ugaidi. Watunsabu ila Sayyid Qutb, na hili kundi linanasibishwa kwa Sayyid Qutb. والتي ترى أن المجتمعات الإسلامية المعاصرة hakika jamii za Kiislamu zote za sasa, kundi hili linaona fikra zake kwamba hakika jamii za Kiislamu zote za sasa mujtamaatun jahiliya, ni jamii za kijahilia, ni jamii za kijahilia sawa sawa na jamii za kabla ya Uislamu. Wa anna alhukumati kafira, na ya kwamba tawala zote ni tawala za kikafiri. Wala tajuzu almusharakatu fil hukm, wala haifai kushiriki katika hukumu, katika utawala, au mumarasatu al-amali siyasi, au kufanya shughuli zozote za kisiasa na za kiutawala, fi dhilliha, chini ya tawala ambazo zipo sasa. Tambua ya kwamba mzungumzaji wa fikra hizi na mwenezaji wa asli wa fikra hizi ni Muislamu chini ya tawala ambayo na chini ya jamii ambayo ni Waislamu. Misri anazungumza hivi akiwa anajua yupo ndani ya jamii ya Kiislamu, jamii ya watu wa Misri, yupo ndani ya tawala ambayo kwa wakati huu bali mpaka sasa bado watawala ni Waislamu, bado watawala ni Waislamu. Kwa hiyo anasema katika kueneza fikra zake, na likawa ni kundi lenye kubeba fikra zake yeye huyu ikhwani, kwamba hakika tawala zote ni tawala za kikafiri pasina kubagua hata tawala moja, bali pia haijuzu kushiriki katika kuhukumu au kuhukumiwa kwa hukumu ambazo zipo chini ya tawala zozote duniani, bali pia kushiriki katika michakato ya kisiasa ya kiutawala chini ya tawala hizi zote, hakuna hata moja iliyobaguliwa. Ni jambo lisilofaa, bali ni jambo la ukafiri lisilofaa. Wayajibu jihadu hadhi alhukumat, bali pia kundi hili na fikra hizi zikawa zimeeneza kwamba haifai, bali ni wajibu kufanya mapambano dhidi ya tawala hizi zote. Tawala zote lazima ziondolewe, zipigwe vita. Wa hi a'dhamu jurman, Sheikh anasema nalo hili kundi kwa fikra hizi ni a'dhamu jurman, ni kosa kubwa sana katika kueneza fikra hizi. Wa shaddu khataran, bali pia hatari yake ni kubwa zaidi min sabiqatiha, kulikoni fikra ambazo zimetangulia kabla yake, bali kulikoni fikra za yule wa mwanzo ambaye ndiye mwanzilishi wake Hasanul Banna. Insha Allah Taala katika sehemu inayofuatia tutaangalia at-tanzimul akhir, at-tanzimus sururi au at-tayyari as-sururi au as-sahawi. Allah Taala a'lam.